result that God has for you and lakini for me. ufurahie matokeo ya yale Mungu amefanya. Encountering God that bring the result in our life. Kukutana na Mungu kunakoleta matokeo katika maisha yako. I want to bring few definition of encountering. Nataka kuelezea hili neno encounter ni kukutana na Mungu kwa njia mbalimbali. But as we continue with this message, you'll be able to understand how to be encounter with God. Ili tunapoendelea uendelee kufahamikiwa jinsi ya kukutana na Mungu na maana yake. And this you'll be for your good result. Na hiyo itakuwa na matokeo mazuri kwako mwenyewe. So I don't have time. Muda hatuna, But you can write 2 Corinthians lakini unaweza kuandika Wakorintho wa pili chapter number 3 and verse number 18. sura ya 3 mstari wa 18. We don't have time to read. Hatuna wakati wa kusoma. But you can go and read at home. Unaweza ukasoma ukiwa nyumbani. I'm giving you the definition of encountering God. Nataka kuelezea hilo neno encounter. So according to that verse, Kulingana na mstari huo, point number 1 of encountering. pointi ya kwanza kuhusu kukutana na Mungu, Encountering God is being changed by his glory. kukutana na Mungu inamaanisha ni kubadilishwa kwa utukufu wake. That's why when we are changed in that glory of God, Tunapobadilishwa na huo utukufu wa Mungu, there will be a result that will come in your life. kuna matokeo ambayo yatatokea. So encounter number 1 is encountering with God is being changed by his glory. Kwa hivyo kukutana na Mungu, jambo la kwanza ni kwamba unabadilishwa na utukufu wake. And that's the glory that Moses was desiring. Na huo ndio utukufu ambao Musa alitamani. He said, I cannot go without you. Akasema siwezi kwenda bila wewe. I need your glory upon my life. Nahitaji utukufu wako maishani mwangu. Definition number 2 Ya pili is found in the book of John, ni kitabu cha Yohana chapter number 10 10 and verse number 27. mstari wa 27. You can go and read because of time. Utaenda usome kwa sababu hatuna wakati. Definition number 2, Ya pili, encountering God is hearing his voice and knowing God's heart. ni kukutana na Mungu ni kusikia sauti yake na kujua kilicho moyoni mwake. Because Bible says that verse. Maana Biblia inasema My pale sheep listen to my voice, ya kwamba kondoo wangu husikiza sauti yangu and I know them, na mimi and ninawajua they follow me. nao hunifuata. I know them. I know them. Ninawajua They know me. nao wananijua. Not only that, they also follow me. Lakini sio hayo tu, lakini wao hunifuata. That is second encountering God. Hiyo ndio kukutana na Mungu, maana ya Hearing pili. God, his voice, and knowing the heart of God. Kujuana, kusikia sauti ya Mungu na kujua kilicho moyoni mwake. Definition number 3 Ya tatu is found in the book of Lamentation. ni katika kitabu cha Maombolezi Chapter number 3, 3 from 23 to 24. mstari wa 22 na 23. Encountering God Kukutana na Mungu is experiencing God's mercy ni kuhisi rehema za Mungu according to Lamentation. kulingana na kitabu cha Maombolezo. Encountering God is experiencing his mercy in our life. Ni kuhisi rehema zake maishani mwetu. I'll give you those verses because of time. Tunaenda haraka kwa sababu ya But I'm wakati. giving you the definition. Tunapewa maelezo. Definition number 4 about encountering God. Ya 4 kuhusu kukutana na Mungu That bring result in our life. ambayo inaleta matokeo maishani mwetu. Is found in Isaiah Ni Isaia 6 and verse number 8. 6 mstari wa 8. Encountering God is being awakened Kukutana na Mungu ni kule kuzinduliwa or awakening in what we call a divine purpose of God. Ni kule kuzinduliwa ili upate kuelewa, kuamshwa kimawazo ndio uweze kuelewa kusudi za kiungu maishani mwako. So it's very important for us to be waiting for awakening in our spirit. Kwa hivyo inatupasa kuwa tutarajie kila wakati kuamshwa. To be awakening in the will of God. Kuamshwa katika mapenzi yake Mungu. That we can be able to know
divine purpose of God. ili tukajue kusudi za kiungu zake Mungu. I'm trying to define, I'm going very quickly. Tunaenda haraka. So that is fourth definition of encountering with God. Hayo ndio maelezo ya nne kuhusu kukutana na Mungu. So all of us as Christians, Kwa hivyo sote kama we Wakristo must be ready for awakening for the divine lazima purpose of God. kila wakati tuko tayari kuamshwa ili tuone kusudi zake Mungu katika maisha yetu. Number 5, Ya 5, 2 Corinthians Wakorintho wa pili and chapter number 3, mstari wa sura ya 3 mstari wa 17. 17. You can go and read. Tunaweza kwenda kusoma. Definition number 4 of encountering with God Ya 5 kuhusu kukutana na Mungu is being set free from every bondage that might come in your life. ni kufunguliwa kutoka kwa utumwa wowote ambao unaweza kuja maishani mwako. Our Christianity is not a burden, Ukristo sio mzigo, but we can allow some teaching which are not sound, which can bite us and then we are bound. lakini tunaweza kuachilia mafunzo mengine ambayo si ya kweli yatufunge. That does not go with the sound doctrine of God. Na hayo hayaandamani na funzo kweli la Mungu. And that which is not sound, it always bites something. Na And hilo that ambalo- person has no freedom. Hilo ambalo si la ukweli linaleta kufungwa maishani mwa mwanadamu. So when encountering with God, Kwa hivyo tunapokutana naye Mungu, God set us free from every bondage that might come on our way as Christians. tunafanywa kuwa huru kutoka kwa mfungo, mambo yote ambayo yanaweza kukufunga kama Mkristo. Definition number 6 Na ya 6, is found in the book of Psalm. Zaburi Psalm 34 Zaburi 34 and verse number 8. na mstari wa 8. Encountering God is tasting His goodness. Kukutana na Mungu ni kule kuonja uzuri wake. Encountering God is tasting His goodness in our lives. Ni kukutana na Mungu ni kuonja wema wake katika maisha We yetu. cannot be saved and then be bound and we don't enjoy God's goodness. Hatuwezi kusema tumeokoka na huku tumefungwa, hatuwezi kufurahia wema wa Mungu. May the Lord help us to have revelation of His word about encountering. Na Mungu atuwezeshe kuwa na ufunuo kuhusu kukutana naye, That goodness and mercy and kindness will be our portion. ya kwamba wema wake na uzuri wake na utamu wake tutauhisi. Number 7, Ya 7, found in the book of Psalms 27 and verse number 1. Zaburi 27 mstari wa 1. Encountering God is seeing right in darkness. Kukutana na Mungu ni kuwa na nuru katika giza. The word, the encountering with God, it actually removes any spiritual darkness in your life. Kukutana na Mungu kuondoa kila aina ya giza maishani mwako. It removes false doctrine in our life. Na inaondoa mafunzo yasiyo It kweli. removes bondage in our life. Inaondoa utumwa maishani It mwetu. always brings right where there is darkness. Inaleta nuru palipo na giza. That's why our young people sang that song that we are the lights of the world. Na ndiposa vijana wetu wakaimba hivyo wakasema wao ndio nuru ya ulimwengu. When we are in the light of this world, Tukiwa wao wakuwa ndio we nuru, are removing every spiritual darkness in our life. tunaondoa giza lolote la kiroho maishani And we mwetu. continue enjoying freedom in our Christianity. Na tunaendelea kufurahia uhuru maishani mwetu wa Christianity is not a religion. Christianity ama Ukristo sio dini. It's a freedom, it's life. Ni uhuru na ni maisha. Number 8. Ya 8, Psalms 85 and verse number 6. Zaburi 85 na mstari wa 6. Encountering God is being revived in your heart in the things of God. Kukutana na Mungu ni uvuvio wa moyo. In your heart. Ni uvuvio katika moyo wako. We must understand and know that as a Christian, we need to continue with God's revival in our spirit. Kama Wakristo yatupasa tuwe tukikumbuka kila wakati tunahitaji uvuvio wa maisha mioyoni And mwetu. when we are encounter with God, Na tunapokutana naye Mungu, we can have
revival in our life. tunaweza kupata uvuvio maishani mwetu. And when you have revival in your life, Na tunapokuwa na uvuvio maishani you mwetu, have life in your spirit. You have revival. una uvuvio moyoni mwako, You can be able to have joy in your heart. utakuwa na furaha moyoni mwako, Because there's a revival in your spirit. maana kuna You cannot be bound when you have revival in your heart. ukiwa na uvuvio hautakuwa mfungwa maishani mwako. You cannot be boring when you have revival in your spirit. Hautakuwa mtu ambaye ameboeka katika maisha kwa sababu ana uvuvio. You can serve God with gladness, as David said, I'll serve Lord with gladness in my heart. Utaweza kumtumikia Mungu ukisema kwamba nitamtumikia Mungu na furaha moyoni mwangu. When you are revived, you can go for next level. Ukipata uvuvio utaweza kusonga mbele. You can be able to go for next mile. Utaweza kwenda kwa hiyo. You can be able to sacrifice. Unaweza kujitolea. You can be able to commit yourself in the things of God. Utaweza kujipeana katika mambo yake Mungu. Because there's life. Maana kuna You are not bound. haujafungwa. There's revival of God Kwa uvuvio wa that is Mungu pushing you to go forward. itakusukuma kusonga mbele. So I declare today, Kwa hivyo natangaza siku we ya are leo going to be an encounter with God. tutakutana na Mungu. Number 9, Na ya 8 found in the book of Psalms 9. vile inapatikana katika kitabu 96, sorry. kitabu cha Zaburi 96 Verse number 9. mstari wa 9. Encountering God is, listen to this. Encountering God is discovering Kukutana na Mungu ni kutambua the beauty of God's holiness. urembo wa utakatifu wake Mungu. That is being encounter with God. Huko ndiko kukutana na Mungu. You are going to discover Utatambua the beauty of God's holiness. urembo wa utakatifu wa Mungu. Usafi wa Mungu. And that's why all of us as a Christian, Na sisi kama Wakristo we diposa should not allow anything that does not bring revival and holiness in our life. Kwa hivyo hatupaswi kukubali chochote kile ambacho hakileti usafi na vile vile uvuvio katika maisha yetu. Number 10, that's the last one. Na ya mwisho ya 10. I give you 10 definition. Tumepewa definition 10. The last one is in book of Acts, Na chapter number 17 and 20. ya 10 inapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume 17 mstari wa 28. I'm giving you all these verses that when you go home, you can be able to go through all those verses. Tunapatiwa verses hizi zote tulio tukienda nyumbani tuende tukae tuzisome zote. Acts 17 and 28. Matendo ya Mitume 17 mstari wa 28. Encountering God is living every day, being aware of God's presence. Kukutana na Mungu ni kuishi daima kila siku ukifahamu uwepo wake Mungu, ukihisi uwepo wake Mungu maisha. It's very important for us to be aware of God's presence. Ni vyema sana kuwa kila wakati tunatambua uwepo wake Mungu. It's very wrong for us as a Christian, and we are saying we are going to heaven, and yet we are not aware of God's presence. Ni vibaya sana kusema sisi ni Wakristo na huko hatutambui uwepo wake Mungu maishani It's mwetu. very important for us to know when we are praising the living God, we are enjoying the presence of God. Ni vyema sana tujue kwamba tunapomsifu Mungu vile vile tunafurahia uwepo wake. You cannot just start like this and you are not singing, you are not praising God, and you are just there bored and you thought that you are going to enjoy God's presence. That is out of the order. Hauwezi kufurahia uwepo wake Mungu kama umekaa pale umetulia, humsifu, humwabudu, ufanyi lolote lile. David said, Daudi come anasema, to the presence of God and praise and worship. Twende mbele zake Mungu kwa sifa na kuabudu. So when we are praising God, Kwa hivyo tunapomsifu Mungu, when we are lifting the name of the Lord, kwa hivyo tunapoinua jina la Mungu, when you are enjoying His presence, kwa hivyo tunapofurahia uwepo wake, our hearts are revived. nyoyo zetu zinahuishwa. And there's no way you can enjoy God's presence if you are not doing His will by praising Him, by worshiping Him. Na hakuna wakati ambapo utafurahia uwepo wake Mungu kama hufanyi kazi yake ya kumsifu, kumwabudu. So we need to teach ourselves. Kwa hivyo tuanze kujifunza. Do I
am I enjoying the presence of God in my life? Mimi ni mtu ambaye ninafurahia uwepo Am wake I Mungu praising God with my mouth? namsifu kwa moyo wangu kwa Am mdomo I wangu. exalting the name of the Lord with my mouth? Naliinua jina la Mungu kwa mdomo wangu. Am I clapping hands for God and praising His holy name? Nampigia Mungu kwa kumshangilia. Am I opening up my mouth and I start worshiping Him and praising God? Nafungua mdomo wangu ili kumsifu na kumwabudu Mungu. Those are 10 definitions of encounter. There are so many. Haya ni maelezo 10 kuhusu neno hilo la kukutana na Mungu, ni mengi. And since now we are talking about encountering God for a good result, Na hao tunazungumzia kukutana na Mungu tupate matokeo mazuri. let me come now to the result. Tuone matokeo ya kukutana na Mungu. Andika ya kwanza. Andika. When you are encountered with God, I want to let you know you are going to enjoy the result. Unapokutana na Mungu nataka kukufahamisha kwamba utafurahia. Hallelujah. Hallelujah. I don't have time. Sina wakati. But Psalms 32 and verse number 8. Zaburi 32 mstari wa 8. You can go and read at home. Utaenda kusoma nyumbani. That is a very powerful result. Haya ni matokeo mazuri sana, mazuri And sana. I want to let you know, Na ningetaka kukujulisha, as a Christian, you are supposed to be enjoying the result of God in your life. wapaswa kama Mkristo wapaswa kufurahia matokeo yake Mungu maishani mwako. If you don't enjoy God's result, Kama hufurahii matendo yake Mungu, your Christianity will be a boring things. utakuwa ukifuatilia mambo There ambayo will be many yakuchosha. darkness in your heart. Utakuwa gizani maishani But when mwako. the presence of God comes, Lakini uwepo wa Mungu it unapokuja, removes the darkness in your heart. unaondoa ile giza. So, point the result number 1 when you encounter with God. Matokeo number 1. Andika hii. Andika I think it is on the screen. Zaburi 32 mstari wa 8. It says, Inasema, I will instruct you and teach you in the way you should go. nitakuelekeza na kukufunza ile njia ambayo inakupasa kufuata. And God, I will guide you. I will guide you with my eyes. Na kwa jicho langu nitakuelekeza. That is very simple. Hilo ni rahisi sana. God is not complicated. Mungu sio mgumu. God wants us to understand Him very clear that we can be able to enjoy. Mungu anataka tumfahamu vizuri sana ndio tuweze kumtii. David said, Daudi akasema, I will instruct you. nitakufundisha I'll teach you na kukuonyesha the way that you should go. njia utakayoiendea. And I will guide you. Nitakushauri. Now, that man has been encountered with God. Huyo ni mtu ambaye amekutana na Mungu. Because it's crying saying Anasema that God instructed him. ya kwamba Mungu atamuelekeza. God you guide him. Mungu atamfunza The ways that he should go. na kumuonyesha ile njia ambayo ataiendea. Hereby, Christianity is not what you want. Ukristo sio vile ambavyo unataka wewe Or what you feel. ama vile unavyohisi. Hapana. There's a fact of his word. Kuna neno la Mungu pale. Because as human beings, we have feelings. Maana kama wanadamu tunahisia. But we don't go by feeling. Hatuenendi kwa There is hisia. instruction. Kuna ushauri, There's mwelekezo. being taught. Tunakufunzwa So, benefit number 1. ili tupate Result number 1 for encountering with God. matokeo ya kwanza baada ya kukutana na Mungu. It's on the screen. Iko kwa screen. Encountering God reposition us. Yeah. Kukutana na Mungu kunaturejesha It position our path in this life. na kuelekeza njia yetu It guide us this life. na kutuelekeza kwa kupitia As kwa long- njia zile bora zaidi, And He guide us to the best way of our life. kwa ile njia ya maisha yetu. So that is a very powerful result of being encountered with God. Hayo ni matokeo ya nguvu sana ya kukutana na Mungu, That you know for sure I'm going to be repossession by God. ya kwamba Mungu ameniweka pale panapofaa In a straight path. kwa njia iliyonyooka, And you guide me na ataniongoza to the best way of my life. kwa njia ile bora zaidi ya maisha yangu. So I declare today Kwa hivyo natangaza leo the best life
in your life and my life is in the heart of God. Maisha yale mazuri zaidi kwako wewe na kwangu mimi ni yale ambayo yanaelekezwa. God will guide you. Mungu atakuelekeza. God will guide me. Mungu It's atanielekeza. the best life, in the best path to pass, that I can be able to enjoy the best in life. Kwa ile njia bora zaidi ili nikafurahie maisha yangu maishani haya. Hallelujah. Hallelujah. Turn to a neighbor and tell neighbor, Geukia mwenzako umwambie, God will reposition you Mungu atakupanga into a straight path of your life. kwa njia iliyonyooka, And he will guide you na akuelekeze to the best pathway of your life, of your best life in this. kwa ile njia bora zaidi ya maisha yako. Write that. Result that will come in your life. Hayo ndio matokeo ambayo yatakuja kwa maisha yako. Second result Matokeo ya pili is found in the book of Matthew, inapatikana katika kitabu cha Mathayo chapter number 11. 11 You can go and read from 28 to 29. mstari wa 28 na 29 utaenda kusoma. But you can read one first. Come to me, all who are labor and are heavy laden, and I will give you the rest. Njooni kwangu nyinyi mnao kazi ngumu na mnabeba mizigo mizito, nami nitawapa pumziko. Take my yoke upon me and learn from me, for I am. Chukueni nira yangu na mjifunze kutoka kwangu, kwa sababu mimi mwenyewe ni mtu mnyenyekevu kwa moyo. Yeah, mnyenyekevu kwa moyo. Ni mimi ni mnyenyekevu You kwa are not a moyo. proud person. You are not a proud person. Wewe sio mtu wa maringo. Bible says Biblia that inasema, roll in our hearts. tuwe wanyenyekevu nyoyoni mwetu, And you will find rest of your souls. na utapata pumziko la moyo wako. We can only have rest in the Lord. We can only have rest in the Lord. Tunaweza tu kupata pumziko kwake You Bwana. cannot have any rest from anywhere. Hauwezi kupata pumziko pengine And popote. that's why Jesus said, Na ndipo Yesu come akasema, to me, njooni all kwangu that are carrying heavy burden. nyinyi nyote msumbukao na mmebeba mizigo mizito. We have so many problems. We have so many things that we are undergoing in our family, in our life. Tuna shida nyingi na tuna mambo mengi sana ambayo yanatutatiza maishani. So many burdens, but Jesus telling us, Na come to me who are carrying the burden, and I will. tunabeba mizigo mingi, lakini Yesu anatuambia njooni kwangu nyinyi mliobeba mizigo mizito. So the second result of encountering with God Kwa hivyo matokeo ya pili ya kukutana na Mungu is that every weight in your heart, ni kwamba uzito wowote moyoni mwako, the weight that we carry, uzito ule ambao tunabeba, the anger that we carry, yale hasira tunayobeba, the hatred that we carry, chuki ambayo tunabeba, the division that we carry. utengano ambao tunabeba. Bible is telling us, Biblia inatuambia God, you take that weight from our heart. yeye atachukua huo uzito kutoka kwa moyo wetu, And again, you take every stress in your life. na chochote kile ambacho kinasukuma akilini You mwako also take any anxiety in your life. na mashaka yaliyo moyoni You mwako also take any pain in your heart, na utungu wowote ambao unakuwa nao, that you can be able to experience the rest of God. ili uweze kufurahia utulivu wa Friend, Mungu. the life that we are living today Maisha tunayoishi siku ya leo is a life sometimes in pain, ni maisha ambayo yamejaa other uchungu stresses, na misukumo ya moyo other anxieties, na msukumo wa akili and many weight in our heart. na mizigo mingi sana moyoni mwetu. And God is telling us, Na Mungu anatuambia bring all that weight to me. leta huo uzito wote Bring kwangu, that anxiety, leta huo msukumo bring that unaosukuma, hatred, hata hiyo chuki, bring that anger, hata hiyo hasira, bring that pain, hata huo uchungu, and I'll give you rest. na mimi nitakupa pumziko. Is there anybody can say amen for that? So, when we are encountered with God, Kwa hivyo tunapokutana naye Mungu, you are going to live this life with God stress free. utaishi maisha ambayo tunaweza tukasema stress free, hakuna kitu kinachokusumbua. Geukia mwenzako mwambie stress free Stress free is a result in my life. ni matokeo katika maisha yangu. So every weight
that we are carrying, uzito wote ambao of tunaubeba any kind wa aina yoyote that bring weight in our heart, unaoleta uzito mioyoni mwetu, Jesus is telling us, Yesu anatuambia bring it to me. niletee I'll give you rest. nami nitakupa pumziko. Mwambie stress, Stress, pain, anxiety, hatred, anger, division. Mwambie hiyo na shetani. Sema shetani, potea. Hard for Jesus. tupigie Bwana makofi. God has answered my prayer. Na Mungu amejibu swali, jibu ombi la askofu. Maana we put these seats here, nobody sits there. But when I was in US, Lakini nilikiwa US, I was seeing these wonderful people staying on them. nikaona hawa watu wa ajabu wamekalia upande huu. Let us appreciate God for touching this. Furahie Mungu kwa sababu ya hilo. That's my prayer answered. Hilo ni ombi ambalo bishop amekuwa nalo limejibiwa. And I give all the glory and honor to Na God. utukufu wote ni kwa Mungu. We are in what? Resort Gapi? Resort Gapi? Resort nini? So we are on, or rather we are having to resort after we are encountered. Tuna matokeo mawili sasa ambayo yanatokana na kule kukutana kwetu na Mungu. Lakini ukikataa kupelekea Mungu hiyo burden, If you fail to take your burden to the Lord, utaibeba tu, you continue carrying it. lakini chaguo ni lako. But the choice is yours. But I thank God for this church. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kanisa hili. This is a church of what? It's a church of what? Uchague, ubarikiwe. Ukatae, ubebe mzigo. You make your own choice. Ukibeba mzigo, ukikataa kuamua vilivyo, utabeba mzigo wako. That's why this church, we don't force people to do things. Hapa hatusukumii watu kufanya mambo. You just receive the thought word and you run with it. Unafunzwa neno nawe unakimbia nalo. And you get profit. You get with the profit. Na unapata faida. You get the result. Unapata matokeo. And the result is yours. Na matokeo haya ni yako. Na utafurahia. And you are going to enjoy. Result number 3. Ya tatu. Result number 3, when we are encountered with God. Tunapokutana na Mungu, jambo lingine la tatu ambalo hutokea. 2 Corinthians Wakorintho wa pili, chapter number 8, 8, verse 3 and 5. mstari wa 2 hadi 5. You can go and read, but let me read one hand. Haya, tutasoma kidogo. For I testify that they give as much as they were able, and even beyond their ability, entirely on their own will. Maana nataka kushuhudia kwamba walipeana kiasi kile ambacho waliweza na hata zaidi ya uwezo wao. Na hiyo yote walifanya kwa kujitakia wao wenyewe. You know, I like this verse. Napenda huu mstari. Because they gave, the church and Corinthians, they gave so much. Kanisa wa Korintho walipeana kwa kiasi kikubwa. And they gave beyond their ability. Hata wakapeana zaidi ya uwezo wao. And that is what is supposed to be done. Na hilo ndilo linalopaswa kufanywa. There are people who fight against tithes. Kuna watu ambao wanapigana na zaka. Even in US, I had 2 people preaching about not tithing. Hata kule Marekani nimesikia watu wawili wakihubiri dhidi ya kutoa zaka. But if you don't give your tithe, Lakini usipotoa zaka yako, if you don't want to practice the Old Testament, ama hutaki kufanya mambo ya agano la kale, then you are supposed to give much than the tithe. Unapaswa kutoa zaidi ya hilo fungu la 10. You understand what I say? Unaelewa? Do you understand what I say? Umeelewa kile ambapo askofu anasema? You know, the tithe is just a foundation. Zaka ni msingi tu. And I told you the other day, tithe is testing your character and your integrity. Na tukaambiwa ya kwamba wakati mwingine ya kwamba hii inajaribu mwenendo wako na uaminifu wako. Because when God says 10%, maana Mungu anaposema fungu la 10, why
God could not say 20%? Kwa nini hakusema fungu la 20? He only said 10%. Yeye akasema tu He didn't say 10%. 20%. Hakutaka 20, He didn't say. hakusema 20, But he said 10%. akasema 10. That's more of foundation. Hiyo ni msingi tu pale chini. When we are giving our tithe, God is testing our character and our character and our whatever. Tunapotoa fungu la 10, Mungu anajaribu uaminifu wetu na tabia mienendo yetu. So if you fight tithe, Kama unapigana na zaka, then give more than tithe. upeane zaidi ya hiyo zaka. For I testify that they give as much Maana ninashuhudia kwamba walipeana zaidi, as they were able, zaidi ya vile uwezo wao, and even beyond their ability, wakaenda zaidi ya uwezo wao, entirely on their own will. na hiyo yote ni kwa kujitolea wao wenyewe. Nobody was forced. Hakuna mtu Even aliyesukuma. in the church, Hata hapa we don't force people. hatusukumi But I watu, teach the word of God. tunafunzwa neno And la I Mungu. tell you, you have to tithe. Na nakwambia ni That you lazima support the utoe work of God. zaka, ili ushikilie If kazi you ya Mungu. don't tithe, Kama utoi then zaka, give beyond your tithe peana zaidi ya zaka hiyo, to show that you are carrying the vision. ili uonyeshe, udhibitishe ya kwamba unaunga mkono. So result number 3. Ya tatu, Result number 3. jambo la tatu, Encountering God tunapokutana na Mungu always ushers in a great desire to build the kingdom of God. hualika tamanio kubwa la kujenga ufalme wa Mungu. Andika kwa It is utaratibu, on the screen. iko kwa screen. When we are encounter with God, Tunapokutana na Mungu, listen, we are always ushered tunaalika kila wakati in a great desire of building the kingdom of God. hamu kubwa ya kujenga ufalme wa Mungu. If you don't give your tithe, if you don't give beyond, you are not building the kingdom. Kama hutoi zaka, kama hutoi zaidi, wewe hujengi ufalme. But Bible is telling us, Lakini Biblia for us to inatuambia encounter with God, tunapokutana na Mungu, we need to continue building the kingdom of God. yatupasa kuendelea kujenga ufalme wa Mungu. Why? Because Kwa nini? praying and giving Kwa kuomba na kutoa and making sacrifices, na kujitolea, it is just for the glory of God. yote ni kwa utukufu wake Mungu. So may the Lord literally help you and help me. Na Mungu atusaidie kwa njia kuu, That point number 3, ili hii pointi ya tatu you'll be a great desire for us to build the kingdom for the glory of sin. itakuwa ni shauku ya kila mmoja wetu kuitimiza, For the blessing that maketh rich in our life, and it does not add in sorrow. tukapata zile baraka za Mungu ambazo zinatuinua lakini hazileti huzuni yoyote May the maisha Lord yetu. richly bless you. Na Mungu atubariki maridhawa. More to benefit. Nyingine 2, Psalms 63 and verse 1. Zaburi 63 mstari wa 1. Another resort. Matokeo mengine, Another resort that happened matokeo mengine ambayo when hutokea we are encountered with God. tunapokutana na Mungu. Psalms 63 and 1. Zaburi 63 mstari wa 1. Bible says, you God are my God earnestly. I always seek you. Wewe Mungu ndiye Mungu wangu na kutafuta kwa And I thirsted for you. na kuonea kiu, And my whole being longed for you. na moyo wangu wote unakutamani, In a dry and a parched land where there is no water. katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. That was a very great cry for David. Hicho ni kilio kikuu cha Daudi. David had wanted the result from God. Daudi alikuwa akitamani kuona matokeo kutoka kwa Mungu. And that's why David said, Na ndiposa akasema, I long for you. na kutamani kwa nguvu, I thirst for you. na kuonea kiu, I seek you, Lord. na kutafuta Bwana, Because my whole being longed for you. maana moyo wangu wote unakuonea In a shauku. dry parcel Katika- land where there is no water. Katika nchi kame na uchovu isiyo na maji, We can live a dry life
tunaweza kuishi maisha ya Daudi. David was living in a dry desert. Daudi aliishi katika nchi kame Spiritually. Kiroho. Where there was no water. Pakuwa na maji. When a place where there's no water, there's no life. Pasipo na maji hakuna uhai. Pahali haina maji. Pahali pasipo na maji pasipo na And uhai. a place without water, Popote pasipo na maji there's no life. hakuna uhai. In US, Katika nchi ya Marekani, by now it's winter. wakati huu ni wakati wa Baridi. baridi. And almost all the states in US, Karibu state zote kule Marekani, you cannot be able to hold a conference in the month of November. hauwezi kuita kongamano mwezi huu. It's only Arizona. Ni Arizona peke yake. Arizona state is a state whereby it's not cold like other states. Arizona tu ndio state ambayo haina baridi kama kule kwingine. There's no water. Hamna maji. There's a problem in water in Arizona. Kuna shida ya maji katika eneo It's hili la not just Arizona. like other states. Sio kama majimbo yale mengine. So David is saying, Daudi akasema, I was living a place where there's no water. niko katika sehemu ambayo haina And maji. where there's no water, there's no life. Na pasipo na maji hapana uhai. Then he realized Lakini akatambua, that I want to have life. ninataka kuwa na uhai. I want to benefit. Ninataka kupata And faida. that's why he's saying, Na ndiposa akasema, oh Lord, I seek you. akasema, Bwana I ninakutafuta. long for you Ninakutafuta all the day long. mchana kutwa. I am thirsty. Mimi nina kiu. Hallelujah. Hallelujah. Are we talking? Are we talking? Kama ile barua tulikuwa tunaandika tukiwa primary na secondary. Like the letters you used to write when we were in the primary school. Hello, my dear. I am missing you. I'm missing you a lot. I just want to see you. I long to see you. Siku hizo barua tulikuwa tunaandika messages. Hauni mimi tu. Hauni mliokoka sana. So David is saying he was longing for God. Daudi akasema ya kwamba alitamani sana kumwona Mungu. I seek you, Lord. Na kutafuta. I am thirsty for you. Ninakuonea kiu. I am hungry for you. Nina njaa I kwako. long for you. Ninakutafuta. And I'm thirsty for you. Na nina kiu kwa ajili yako. So point number what? That was what? 4. So encountering God Kukutana na Mungu is encountering God will establish hunger and thirst of his presence in every area of your life. Kukutana na Mungu kutachochea njaa na kiu ya uwepo wake katika maisha yetu ya kila siku. That's a very point. That's a very strong point. Hiyo ina nguvu sana. It will establish hunger and thirst for God. Itachochea kiu na njaa maishani mwetu. Ukikaa maisha ya kuamka asubuhi, asante sana Mungu kwa vile umetupatia usingizi mzuri. Haleluya, amen. Alafu wewe naenda kazi, sawa. Alafu wakati wa lunch unasema asante sana kwa hii lunch, Mungu ni asante. Jioni, Mungu ni asante kwa sababu unisaidia katika kazi yangu. Haleluya. Unaishia. What kind of life is? Hayo ni maisha hayo yatakuwa ni maisha mabaya. Encountering God establishes hunger and thirst for God. Kukutana na Mungu kunajenga msingi wa kuwa na kiu na kuwa na njaa kwake Mungu. You have a hunger for God. Unatamani kuonana na Mungu. You have thirst for God like David. Unamuonea kiu Mungu kama Daudi. I seek you. I hunger for you. I thirst for you. I long to see you. Ninakutafuta, ninakuonea kiu, ninakuonea njaa, natamani kukuona.
My wife was teaching at Karuge Primary School. Mam kuna wakati alikuwa anafunza Karugia Primary School. I told you, I long to see you. Na bishop akamwambia natamani sana kukuona. So that we can be able to plan our wedding. Ili tupange juu ya harusi yetu. I long to see you. Natamani kukuona. That we can plan our wedding. Ili tupange harusi yetu. Na harusi yetu haikuwa keki vile mnafanyaga. Na yao haikuwa na ile keki ambayo inakuwa kwa siku hizi. Yangu ya bishop haikuwa na tuliona na tuna watoto. They married without a cake and they have children. Hakuwa keki. They had no cake. I invited a preacher instead of cake. Akahubiri. Na alikuwa amemwalika mhubiri badala ya kukata keki pale walihubiriwa. And 12 people get saved. Na watu 12 wakaokoka. Instead of people eating cake. Badala ya kula keki watu 12 waliokoka. Sisemi keki ni mbaya. I'm not saying that cakes are bad. Na hata harusi. Even wedding. And I want to encourage you. Yeah, those young people I saw. Why is Washira? Washira Meshia. Namwangi. What is? Monica. Naomi. Natimo. Please, can we please appreciate these people? You know, the way you can have a seat, the way they are bringing youth together. Jinsi wanavyoleta hawa wanarika pamoja. And the way they are putting value in their life. Na vile wanavyoongeza dhamani katika maisha yao. And the way they are directing them. Na vile wanavyowaelekeza. And they told me yesterday, Moni told me yesterday in my office that they had many topics to that were running. Na Monica alimwambia askofu ya kwamba walikuwa na mambo mengi sana ya kuwafunza. And I appreciate that. Na askofu anafurahia hayo. And I asked her. Na akamuuliza, did you talk about marriage and money and wedding? Mlizungumzia mambo ya harusi, pesa na ndoa. I'm saying this to say this. Nasema hivi ndio niseme, watu wakipendana, when people love one another, wewe usiende je ya mkato. Don't go take the shortcut. Wazazi wakikubaliana, kama wazazi wamekubali, mtakuja hapa, you come here bila kuinvite anybody except is only your parents. Without any other people except your parents. And I join you. Askofu atawaunganisha, awape certificate, I pray for you, awaombee, songe mbele na maisha. Hii habari ya kuogopa harusi. Hakuna pesa, sitafanya harusi, mimi naogopa, sina pesa kufanya harusi. Hiyo ikwishe. Katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo nyinyi vijana mko hapa, muangalia hawa wasichana wetu wako hapa wazuri, wa smart. Are you hearing me? Young people. Tunataka kitu inaitwa zero grazing. Hiyo harusi, hiyo maharusi wasichana. Wasichana hiyo maharusi, wazazi wakikubaliana, si mambo inaisha. Kwa pia bishi, mambo inaisha. In fact, the pastor will come here to preach on Sunday but one. Kijana yake nilifunganisha hapa. Yule pastor ambaye atakuja hapa next week but one, kijana wake aliunganishwa hapa na askofu. Some read the praise. Some akaongoza praise. Wakiwa na Mrs. Rufus. Na Mrs. Rufus. And then they went to Kanu Hall for lunch. Tukaenda Kanu Hall kwa lunch. No, wakaenda Kanu Hall kwa lunch, our meeting. Then I was left here with the parent of the young boy. Haya, askofu akaachwa hapa na wazazi wale ambao walikuwa wanafunga harusi. Father and mother. Baba na mama. Brother and sister. Na ndugu na dada. And 2 pastors and their wife. Na pastor wawili na wake zao. So there were 8. Watu 8. And the girl side is only the mother and a sister and 2 sisters. 3 of them from Meru. Na yule mwanadada alikuwa ni yeye na mama yake na dada zake wawili. So 8 plus 3. Watu mmoja watu 3 na huyu mwingine watu 8. 8 plus 3. 11. Plus Bishop. 12. Jennifer. Bishop Kirenge. 14. Piga hizo makofi.
Nilihubiri hapa si huko. Walikuwa na country loud. Walikuwa, they were just here. I preached to them. Bishop akawahubiria, I joined the wedding. akaunganisha, I blessed them. akawabariki, And today, na leo they have the kid. wana They have mtoto. kid. Tuite watu wetu, wasichana watu wengi. Tuite friend, wasichana na wao. Harusi ni ye? Semeni harusi ni yetu. Si ya watu ni ya? So as I'm talking now, that family is so blessed. Hiyo familia kwa sasa imebarikiwa kweli kweli. Kijana alikuja na suti bila tai. The young man had a suit without a tie. The young lady came with a long dress. But, Yule mwanadada alikuwa amevalia tu just a wrong dress. and God has blessed them now. Na Mungu amewabariki. The guy is working in Ethiopia Yule msichana anafanya kazi ya Ethiopia, with the Safaricom. anafanya na Safaricom. The lady is working with a very big bank in Doha. Yule mvulana ndiye anafanya kazi ya Ethiopia, msichana naye anafanya kazi ni Doha. With a big bank. And they say, Bishop, you did good for us. Na tumekuja Bishop tuunganishe. I did them. So I want people here who are going to do that. Nataka watu hapa ambao watafanya I hivyo. don't want that wedding. Sitaki hiyo harusi. Kama unaweza ni sawa. If you can do it. If you don't, Kama huwezi, shidwe. Let me finish. acha nimalize. Fifth resort. Resort ya 5, Psalms 27 Zaburi 27 and verse number 8. mstari wa 8. Praise team, muwe tayari. Praise team, tuwe tayari. Bible say, my heart says of you. Moyo wangu unasema kwako. My friend, Rafiki, let us not arouse some funny things that happen in the body of Christ. tusikubalie mambo mengine ambayo yanafanyika katika mwili wa Kristo. Vituko na sarakasi. Vituko na sarakasi. Let us know the word. Tujue neno. When we know the word will deliver us. Unapojua neno utapata ukombozi. When you know the word, word will deliver you. Ukijua neno, neno litakukomboa. Bible say you shall know the truth, and the truth that you know you will set you free. Biblia inasema kwamba mtajua ukweli na ukweli unaojua utakukomboa. David is saying, Daudi anasema, my heart says of you, Lord. moyo wangu unasema kwako Bwana. Seek his face. Tafuta uso Your wake. face, Lord. Uso wako wewe Bwana. I will continue seeking. Nitaendelea kuutafuta. Hallelujah. Let us have a habit of seeking God. Tuwe na shauku ya kutafuta Bwana. I'm not against money. Mimi I'm not against the education. kinyume cha pesa I'm na not elimu. against anything in this world which God has given us. Na sina ubaya na chochote kile ambacho Mungu But amepatia can katika we dunia hii. be able to be sacrificing time by seeking the face of God for our Lakini tunaweza friends? kujitolea muda wetu kutafuta uso wake Bwana. David is saying, Daudi anasema, my heart says to you, moyo wangu unasema my kwako. heart will seek you, Moyo wangu utakutafuta. my face will seek you, Lord. Na uso wako nitakutafuta wewe I will Bwana. seek you, Lord. Nitakutafuta wewe Bwana. We spend much time seeking money, seeking education, seeking fame, and it's not bad. Tunachukua muda mwingi sana tukitafuta fedha, tukitafuta maarifa na kutafuta elimu na mambo mengine. Na si vibaya. Do we have that hunger for seeking the face of God? Je, tuna hiyo shauku ya kutafuta uso wake Bwana? Can we stand like David and say, Lord, I only seek you alone? Na tuanze kusimama kama Daudi tuseme ya kwamba na utafuta uso wako wewe Bwana. That is your choice. Hilo ni chaguo lako. Geukia mwenzako kumwambia, that is your choice. Me, I only preach the word, I only direct you to the word of God. Mimi hukuelekeza kwa neno, mimi hufunza tu neno. Na sitaki kusikia mambo ambayo ulisikia kwingine uniletee. Na usiniletee mambo ambao don't bring to me things that you heard from another place. You ask what I teach. Usimame na kile ambacho mimi hufunza. Hiyo ingine washana naye. The rest leave it alone. Ukitaka kujua ukuje ili ukitaka kujua basi sitakuwa na time tuketi tuizungumzie. If you want more, come to me, we sit down and discuss. I want to
teach you and direct you to the thing that will bring result in your life, that you can be able to enjoy your Christianity, because Christianity is not a bad thing. Nataka tu kukufunza na kukuelekeza kwa yale mambo ambayo yatabadilisha maisha yako yawe mazuri, kwa sababu Kristo sio mzigo. Hiyo ilikuwa point gani hiyo? Ilikuwa point gani hiyo? So point number 5, encountering God always stuck. Hiyo ni poa. Kukutana na Mungu kila wakati Encountering kuchochea, God stuck. kukoroga, A deeper desire to seek his presence. kukoroga shauku kubwa ya kutafuta uwepo wake. Hiyo ni muhimu sana. That is very important. That when we encounter with God, Ya kwamba tunapokuja kwake Mungu, you know what happened? unajua inafanyika nini? Niangalie. Look at Bishop. When you encounter with God, Unapokutana na Mungu, what happened in your spirit? kile kinachofanyika What moyoni happened in mwako, my spirit? kwa kinachofanyika There's moyoni a mwangu, stir. There's mukorogo. You are being stirred. kuna kukoroga. Unakorogwa. You are stirred. Na ni vibaya sana ukae maisha na nikae maisha ambaye wewe ni maisha ya boring, hakuna kitu inakustaa, hakuna kitu inakukoroga ndani. Na ni vibaya sana kukaa maisha yaliyotulia tu hivi hivi kwamba hakuna kitu kinachokukoroga. Unakaa tu maisha ya raha. You start just live a leisurely life. There's nothing that is stirring your heart. Hakuna chochote kinachokoroga moyo wako. David said, Daudi akasema, encountering God stir a deeper desire. ya kwamba kukutana na Mungu kuna koroga shauku kubwa To be seeking the presence of God. ya kutafuta uwepo wake Mungu. Am I talking? Am I talking? Yes. Encountering God, Kukutana na Mungu it needs time, sacrifice, energy, that we can be able to see the result. inachukua muda na wakati ili tuweze kuona matokeo. There must be a deeper desire for the things of God. Lazima pawe na shauku kubwa ya kujua mambo ya uwepo wa Mungu. The last one. Ya mwisho, saa sita. The last one for today. Ya mwisho kwa leo. Hiyo ingine tutagonga kidogo wakati. The rest we shall do them later. Tumefika wapi? Imeandikwa kwa sauti hii. Number 6. Ya 6. John chapter 15. Yohana 15 verse 4 and 5. That is the last one. mstari wa 4 na wa 5, hiyo ndio ya mwisho. We are going to be men who are going to have a great desire to encounter with God. Tutakuwa watu ambao watakuwa na shauku kubwa ya kutamani kukutana na Mungu, that we can be able to enjoy the result, Bwana. ili tuweze kufurahia matokeo yake. Hii maisha si hata ya kusema kama vile tulikuwa tunaimba tuhakena muno twaringa rowe rwa gikuo ate tuhakena muno. Hata sasa kabla tukufe tujoy. Tufurahie hata sasa kabla ya kifo. Ati we are waiting for the heaven. Tusiseme tu kwamba tunangojea mbinguni. We shall enjoy in heaven. Tutafurahia huko mbinguni. Shidwe. Hata hapa Murang'a, Kenya, we need to have a desire to enjoy. Even here in Murang'a tunapaswa kuwa na hiyo shauku ya kufurahi. Amen. Sio kusema nitafurahi sana nikifika mbinguni, kwa sababu mbinguni hakutakuwa na shida. Mungu nani unisaidie, kwa sababu hapa duniani ni mateso na shida na kulia. Shidwe. Bible says in John 15. Biblia inasema Yohana 15 verse 4 and 5. mstari wa 4 na wa 5. Remain in me, ubaki ndani yangu, as I also remain in you. kama vile na mimi nakaa ndani yako. Why? Kwa nini? Why? Kwa nini? Because apart from me, nje yangu ama zaidi yangu, you can do nothing. Hakuna unaloliweza. Yes. Wasana na hii mambo ya kujiletea mizigo katika roho zetu. Tuachane na haya mambo ya kujiletea shida na mizigo katika roho zetu. Loading ourselves with many things in our lives. John is giving us very clear, a very good statement.
Yohana anatupa mwelekeo mzuri sana. Remain in me. Tubaki ndani yake. And I also remain in you. Na baki ndani yetu. So you are a partner. Tuko na ushirika. You are a partner. We are in fellowship. Apart from me, you can do nothing. Nje yangu huwezi kufanya lolote. Geukia mwenzako mwambie, my friend, my friend, my friend, my friend. Wasa kujisubua. Peleka mambo yako kwa Mungu. We have so many strategies in our families, in our place of work, in our town, in our churches, in our country. I'm telling you. I have a friend in US. Nina rafiki pale Marekani from Kiambu. Kutoka Kiambu. And he told me, Bishop, alimwambia askofu, my son is going to 45, 47. My son is going to 45 years. Mtoto wangu anafikisha umri wa miaka 45. And he's not married. Na hajaoa. And I'm telling him, you, my son, what are you waiting? Na namuuliza, mwanangu unagoja nini? You have 45 years. Una umri wa miaka 45. Ni kitu gani una? What are you waiting for? There are many cows. Kuna wasichana wengi. And they want to marry. Na hataki kuoa. Wambao wangetaka kuolewa. Even here in Kenya. Hata hapa Kenya. We have that challenge. Tuna changamoto hilo. Vijana wanakaa hivyo. Let me tell you, my brother is 60 years. He is not married. Changamoto hiyo iko. Our last brother is now 60 and is not married. Askofu anasema ya kwamba ndugu yake ana umri wa miaka 60 na hajaoa. Tunajaribu kumtafutia. They have even tried to look for one for him. Namwambia, my brother, what's wrong with you? I asked him, my brother, shida ni gani? Can I bring you a girl with a baby? Nikuletee msichana ambaye ana mtoto. By force, by fire. Wakati moja tukaenda huko polisi inaitwa Keirathe. Kuna wakati ambapo walienda mahali panaitwa Keirathe. Kuleta msichana na mtoto. Wakapata, they got already with a child. Tukamleta nyumbani. They brought him home, her home. Kijana akaishia. And the man ran away. So the last one. Ya mwisho. Encountering God. Kukutana Mungu. Is all about fellowship. Andika hiyo. Inahusisha ushirika. Andika, usiniangalie. Usiangalie askofu, tuandike. It's all encountering God is all about fellowship. Kukutana Mungu kunahusisha ushirika. It's all about companionship. Urafiki. It's all about connection with God. Kuna kuunganika na Mungu. And with intimacy with God. Na kuwa na uhusiano wa karibu sana na Mungu. The rest leave them alone. I want you to stand on your feet. Nataka usimame kwa miguu yako. And I want you to go through those notes. Na upitie haya mafunzo ambayo tunapata. And I want you to tell God. Na umwambie Mungu, give me the grace. Nipe neema. I want to be encountered. Nataka kukutana na wewe. I want a fellowship with you. Nataka ushirika na wewe. I want companions with you. Nataka urafiki na wewe. I want connection with you. Nataka kuunganika na wewe. I want intimacy. Nataka kuhusiana na wewe kwa karibu. Those are a wonderful benefit that I have taught to you today. Hizo ni faida nzuri sana ambazo tumefunzwa siku ya leo. So number 1. Ya kwanza. Come on. Ya kwanza. Number 1. Number 2. One mmeweka vitabu zenyu chini. Hamna note. Si sema number 2 mnasoma. Number 2. Where sikia. Can you read it very roundly? If you get that point, can you read it very point? Number 2. Number 3, read it very roundly. Number 4. Number 5. Number 6. Pigia Yesu makofi na usimame.
Simama kwa mikono. Simama. Let us go before the Lord and let us be encounter with God now. Before we take our lunch, before we go home, let us desire to have encounter with God. Open up your mouth now and just pray and tell Jehovah, I want to be encounter with you. I want companion with you, Lord. I want connection with you, Lord. I want intimacy with you, Lord. In the name of the Lord Jesus, I want companionship. I want friendship. I want friendship. Come on, everybody is praying. Everybody is praying. Everybody is praying. You are praying the 6 point. You are praying the 6 point. You are praying very loudly. Yandara Barababu, Burubuzia Tarababu, Yandara Barababu, Udurubuzia Tarababa, Yandara Barababu, Yandara Minamasharababu, Burubuzika Tarababa, Yandara Babu, Udurubuzia Tarababu, Yandara Barababu, Yandara Minamashia Taraba, Yandara Babu, Yandara Minamatarababu, Udurubuziki, Yandara Babu, Udurubuzia Tarababu, Yandara Bababu, Udurubuzi, Rekete. Yes, pray that you have an encounter with God. Prayer can help you to be an encounter with God in the name of the Lord. So you are praying, you are encountering with God that now as you're opening your mouth and you are praying and you are telling God, I need your friendship. I need a fellowship with you, Lord. I need a companionship, Lord. I need a friendship with you, Lord. I need a connection with you, Lord. I need intimacy with you, Jehovah. Come on, pray, pray. Open up your mouth and start having encounter with the Jehovah. Encounter with God. Encounter with God. Encounter with the Jehovah. Your life and my life will never be the same again. You'll be at best right. Come on, encounter with God, 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 encounter with God. Ayah,